Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! That the government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Na tunauliza ni nani wa kunyoshewa kidole? Cha tayari sababu presidency imejitetea ikisema they don't approve budget. So now, where next? David Otieno, good morning. Good morning to you. How are you? Good, uko mzima? Nashukuru, alhamdulillah. Vipi na wewe? Nashukuru niko mzima. Ulikizo uisha. We are back. Right. Yes, leo tunazungumzia habari ambayo inaangaziwa pale Daily Nation. Yes. Wakisema this is the most expensive presidency so far. Yes. Wana compare ya Ruto na ya Uhuru, na wanasema ya Uhuru katika miaka 10 aliweza kutumia bilioni 90. Ndio. Na so far Ruto ameweza kutumia 88 bilioni, 94% of what Uhuru used in 10 years. 10 years, yes. Hiyo ni kulingana na control of budget. Na nimeona tayari la kidole cha lawama kimenyoshewa parliament, presidency ikisema sisi we don't approve budget. Yes. Wewe unasemaje? Ni nani hapa ambaye anafaa kulawamiwa, and what next after this? Kwanza jambo ambalo tunafaa tushukuru rais ni kwamba ametuonyesha kwamba taifa la Kenya lina uwezo mkubwa. Yes. Tofauti na tulivyokuwa tukidhania. Na pia ametuonyesha kwamba Kenya kana kuwa tuna uwezo mkubwa, Kenya ina pesa nyingi za kuharibu. na katika masuala haya ni kwamba unajua siku zote wanasema samaki ukianza kuoza uozo kichwani. Na rais ndio kichwa cha taifa. Yeye ndiye afisa mkuu mtendaji wa taifa la Kenya. Kwa hivyo bunge itakuwa linafanya hayo. Lakini chini ya uangalizi mkali, na anayemtuma bunge ni rais, kwa sababu watu kiangalia jinsi sheria ambazo zinamsaidia, ukiangalia jinsi ambazo zinapitishwa, lazima mkutano wenyewe katika ikulu, lazima utaona kwamba ushawishi unakuwa mkubwa, na ushawishi huu unatokana na executive, maana ya president. Zinapita haraka sana, sheria za vitu vyake vinapita haraka sana. Bila shaka, bila hata utakuta kama kuna mambo ambayo yanaleta tashwishi, mfano unaitwa dharura for state house, ama kuna mtu anatumwa na 10 million. Juzi nilimsikia akilia kwamba kuna mtu alichukua 10 million, lakini wabunge hawakupokea hiyo 10 million. Ni mambo ambayo lazima tutamlaumu tu afisa mkuu mtendaji wa taifa ambaye ni Rais William Ruto. Na pia katika masuala ya utumizi wa fedha, yes, kuna kitu tunaita mfumuko wa bei katika lugha ya biashara. Katika utawala wa Rais katika utawala wa Rais Kenyatta, bei za bidhaa hazikuwa zimepanda zaidi ukilinganisha na mfumuko wa bei wa sasa. Naomba nikukatize tu pale kabla hujaendelea. Lakini si unapata labda mandhari ama environment ya kufanya biashara wakati wa Uhuru ilikuwa friendly kwa wafanya biashara? Bila shaka, kwa sababu Uhuru alifanya kitu kinaitwa subsidy. Yes. Tunaita ruzuku. Sasa Rais Ruto alipoingia, anaweza kuondoa ile, na unajua ukiondoa ruzuku unaangamiza wafanyabiashara. Yes. Vile pia Uhuru, kama unakumbuka, wakati wa virusi vya corona aliweza kuondoa ushuru wa VAT kutoka 16% mpaka 8%.
rais alivyoingia akaipandisha mpaka 16%. Kwa hivyo ndipo utaona kwamba alafu pia Uhuru hakuwa anachukua 1.5% ya affordable housing. Na katika masuala ya bima ya afya pia hakuwa amepandisha mpaka 2.7%. Kwa hivyo utawala wa William Ruto ni utawala ambao ulikuja ukaongeza ushuru mkubwa, ukafanya mazingira ya biashara ikawa ngumu. Ndiyo. Na vile vile kwa serikali yake inatumia pesa zaidi kama ilivyokuwa ikifanyika. Nakumbuka majuzi tu kumbe naibu rais anatumia zaidi ya 40 milioni kila siku. Imagine. Na si peke yake, mawaziri, kila mtu anataka kutembea na chopa ambayo ni very expensive. Yes. Haya chopa ni shilingi milioni 1. Wakati idara zetu za hospitali haziko sawa, zinalia kulia huko, hakuna pesa, hakuna nini. Wacha hivyo. Yes. Masuala ya elimu tunadai serikali bilioni 73, lakini serikali nasema iko tayari kutoa 23. Yes. Deficit ya bilioni 50. Yes. Na alafu tunasema tuko broad based. Utawala huu ni utawala ambao ulikuja kabla waliokuwa kitaka uongozi waliokuwa hawako wamejipanga. In short kwamba the president was not prepared for the presidency. He just needed power. And immediately after he got power, he refused to get prepared for the presidency. So pengine akipata tu kama atakuwa na ufahamu, ama tukipata mwingine ambaye atauelewa utawala, tutakuwa na nafasi kubwa zaidi ambaye atakuwa anatuongoza. Lakini kwa sasa nafikiri swala hili linazua gumzo katika mambo mengi zaidi. Kwa sababu matumizi ya fedha haijafanyika tu katika ikulu ya rais. Unajua hii mpaka ikulu imekuwa rais akitaka kufanya mkutano na wakorino, yeye anawaita tu wanaingia. Na wanapewa kitu. Budget ya taifa kwa maana ya ushuru wa Kenya. Lazima wakunywe chai, wapewe nini? Basha inakwanga iko hapo. Akifikia kesho nataka kuongana na jamii ya Jaluo wazee. Anawaita ikulu. Bora tu unapewa mwaliko, umekaribishwa katika ikulu Nairobi, fika by saa 11, simu weka kando na usiingie na simu yako. Haya, Wajaluo wanazama ndani ya ikulu. Kwa hivyo ametuonyesha kwamba pengine katika utawala wake hakuwa amejitayarisha kufanikisha malengo ya wajibu wa katiba. What if you look at it this way kwamba he promised heaven? Ndiyo. Wakati alikuwa ana campaign alipromise heaven kwamba ni bottom kutoka pale chini tukipanda juu. And ikawa alipoingia akaona haiwezekani. Vitu ambavyo aliahidi haiwezekani kwa sababu hata barabara, huwezi sema kuna barabara amemaliza sofa. Hizo zote amesema kutoka wapi mpaka wapi, hakuna kitu ametengeza. Kuna wakati nilikuwa nazungumza na speaker wa bunge la county ya Kwale, Seth Motela. Akawa ananieleza venye Rais William Ruto amefanya kazi. Nikamwambia, Seth, unazungumza kwa sababu wewe ni kiongozi ama unazungumza kwa sababu unampenda Rais Ruto? Akasema kwamba utawala wa Rais William Ruto umefanya makuu katika county ya Kwale. Okay. Nikamkumbusha kwamba president is perpetual. Ama the government is perpetual. Haya yote ambayo yamefanyika yalianza na katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Yes. Ni ya kufanikishwa tu utawala huo. Si mbaya, lakini kumbuka kwamba katika safu ya kufanikisha serikali hii inapiga biashara. Na sitaki tuingie hapo kwa sababu mimi sio EACC, lakini tujue tu kwamba serikali inafanya biashara. Lakini si serikali imewatengenezea kiwanja. Unaelewa, ukiangalia gharama ya kiwanja ni kama mimi nakwambia. Yes. Kwamba hauna chai, unaniambia David bana, mimi leo sijakunywa chai, alafu nakwambia basi wewe enda kwa hoteli utakunywa chai. Mimi nitalipa, lakini hii chai utalipia baadaye ukishapata pesa. Chai ni shilingi 50, lakini wewe kuja kulipa deni utalipa shilingi 1,050. Kwa hivyo utakuwa umeenda hasara shilingi 1,000. Unanielewa? Yes. Kwa hivyo hapo sijakusaidia, hapo nimekuumiza. Jinsi Talanta Stadium pia ambayo imemuumiza Mkenya Raila Amolo Odinga. Sasa Tutangulia kusema kwamba serikali ya sasa haiko imejipanga katika kufanikisha mambo mengi. Maana
amekuwa na ugonjwa wa kupromise kwa miezi 6. Alitupromise vitu vingi kwa miezi 6. Alafu mwisho wa siku miezi 6 zikiisha mambo haya hajafanyika. Ina maana kwamba unajua katika ubaya ni kwamba Wakenya wengi bado hawajafahamu jinsi serikali inapaswa kufanya kazi. Okay. Rais ana nguvu ya kuweza kutamka jambo, lakini anaweza tamka jambo likawa sheria kwa wajibu wa katiba, lakini haliwezi likatimia kwa wajibu pia wa katiba. Kabla mambo kufanyika, lazima bunge likae chini lipitishe mswada wa bajeti na iseme kwamba tutajenga barabara kutoka Bumbululu mpaka Kisimani kwa shilingi 600,000 ama milioni 6 au milioni 600 na bajeti inapitishwa. Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye anaweza katamka jambo hata kama ni rais kwamba nitajenga barabara Bumbululu kama bunge lijapitisha na bajeti yake haijawekwa. Hiyo pesa huwa anatoa wapi? Anasema unajua tumetenga milioni 600 ya kutengeneza barabara ya kutoka hapa mpaka pale, na nafikiri bunge nafaa kwa ndio inaleta such kind of budget. Unajua anapenda kusema hivyo kwa sababu siasa ina maana nyingi. Yeah. Siasa kwanza, na siasa na watu ambao wanapenda kuuza kitu tunaita hope kwa kimombo. Yeah. Kwa sababu tunahitaji hope, si matumaini ama ndio ndio matumaini. Ndio. Sasa unapozungumza na Wajaluo, yeah, tuambia hapa nitajengea kiwanda ambacho kitakuwa kinatengeneza samaki. Unawapa matumaini wa ile jamii ya Kiluo. Sasa hii kuwapa matumaini, amebobea katika safu ya kuwapa wananchi matumaini, kwa sababu anaujua kwamba wananchi wengi 80% bado hawajajua kwamba wajibu wa katiba mambo yanafaa yafanywe kivipi. Yeah. Na ndio maana hautamuona akienda Nyali kule Mkomani kwa wadozi. Nasema nimetenga. Na vile vile vipi hautamuona Kari na kienda kwa hizi kwa haidi wadozi. Yeah. Utamuona Kebera, utamuona kule ameenda Mganyakulo, ameenda kwa mahali ambao idadi ya wanaoishi pale ni watu ambao maisha yao ni ya uchochole. So si wengi ambao ni wasomi. Ndipo utakuta kundi la vijana ambalo linajulikana kama Gen Z wameanza kumkosoa kila anaposema jambo. Maana akisema hiki anaambiwa kwa wajibu katiba hiyo, analetewa ripoti. Na pia ripoti inakuja kwamba ulisema utatengeneza barabara airport ya Narok. Umefika wapi? Ulisema ukienda Narok utakuta wafugaji wa Narok wanaendelea kulisha ng'ombe hapo. Nafikiri serikali, sijui nitasemaje, nitaiweka vipi, because I think itakuwa vibaya sana kama maskini ambaye ametueleza kwamba unajua mimi ni hustler na ameingia ni kama ameingia kujitajirisha, because sielewi. Juzi ameenda Roma kufanya mazungumzo kule, na unaona another team ikiongozwa na ma-DVD inapanda ndege, another ndege ati kwenda kumulaki Italy. Surely ni yale niliyosema, serikali haikuwa imejitayarisha. Rais Ruto hakuwa tayari kuwa kiongozi. Alikuwa anajaribu, ni kama umechukua shilingi 1,000 unampatia Arsenal chindi ligi. Sasa hali ya kubahatisha, bahati mbaya pia sisi tuleza Arsenal chindi ligi. Yes. So serikali pengine akipata second term hatakuwa amejiandaa na atakuwa ameelewa serikali inafanya kazi namna gani. Imagine, do you think Kenyans should bet on that? I don't think if they should, if they have, but sababu pia Wakenya ni wale. Unajua nilikuwa katika maeneo ya Nyanza nikawasikiliza wenye wanazungumza nikashangaa hawa ni kina nani? Kwa ground wanasema tofauti. Ground ni tofauti, lakini viongozi wanazungumza lugha ambayo tofauti na wale wananchi. Yeah. Lakini pia kuna jambo ambalo niliwaambia kwamba kibinafsi kwa wajibu wa katiba kipengele 38 na uwezo wa kuweza kuchagua chama au mtu wa kufanya naye kazi kisiasa. Iwapo rais atabadilisha mienendo yake, basi itakuwa rahisi hata sisi kumpigia debe na kuweza kueleza Wakenya kwamba amefanya mawili matatu. Lakini atakapoendelea hivi, imagine anakwenda katika nchi ya Italy na kiongozi ofisi ambayo haipo. Na in fact unajua walienda na different, nafikiri hawakwenda pamoja. Kila mtu alienda kivyake, wakutane huko akamlaki pande nyingine. Lazima atangulie alale kidogo, kesha rauke amtalaki rais. Na rais he could be received by the contingent of people from the other side. Yes. His own people. Na pia tuna embassy kule. Si tuna embassy kule na ambassador.
That is enough. But again, that is Kenya for you. So Kenyans are not ready for that. Yeah. The problem is, do we cast our vote or we count our vote? When we ask that question and answer that question, we shall have good leadership. People who are ready to lead, people who can lead, and people who have to lead, and people who deserve to lead, not people who have money to lead. Na example ya hivi karibuni ni nafikiri ni Kupetu walikuwa wanachaguana the other day. Wamelia walimu, wamelia, but wanarudisha the same officials. Kwa sababu mimi nishakuwa kwa staff room mwalimu. Uchaguzi wa walimu, yes, ni pesa inatumika. Okay. Unajua hii tabia wa Kenya, usifikirie hata waliosoma pia wana hizi tabia za Kenya. It's the highest bidder. It is not who has the capacity to lead. It is the highest bidder. Ndio maana utakuta watu kama association wanakuwa wanatolewa tu, yani wanangamuliwa tu. Hawataki kutoka. Kwa sababu walimu watakuja waambie mimi nimeingia hapa mkoa ngapi, tuko 50, haya niko na 50 kwa nyinyi nyote ambao mlioko hapa. So baadaye watachanganyikiwa. Utasema sisi tuko mnyume ya association na kadhalika. Kwa hivyo Omboko pia ni Omboko Milemba, sio? Hana uwezo huo kwa sababu yeye ni mbunge. So Sidhani kama angeweza kutolewa katika safi ya kuwa yeye ndio mkubwa wao wa Kupet. Bado angeendelea kwa sababu wale walimu wanatamani sana kitu kidogo, sio sera, wakati mwingine sio sera. Nakwambia nishakuwa staff room na pia nimefanya kidogo kuangalia katika ile uchaguzi nikiwa mwanahabari pia, nikaona ni kama tu siasa ya kawaida. Ni kama tu mtu anagombania UMCA, lazima atatoa mlungula kidogo, watu wataangalia nani ana chake, nani hana. So kama huna nafasi ya kuweza kupata, angalia kama Papa Atwoli. Kwa unafikiria hakuna mtu ambaye anaweza mtoa Atwoli kimaarifa, kuadili na kufanya kazi. Hakuna mtu ambaye anamzidi kipesa. Sasa atabaki tu katika uongozi, japo kinyume na matarajio ya wengi, lakini kwa sababu yeye ndiye ana uwezo huo, basi atafanikisha tu yale ambayo anayataka. Na tumalize na nafikiri pia wale ambao wameteuliwa katika nyadhifa tofauti haswa hizi za wizara hawajui wanachokifanya kwa those ministries, because you wonder tukilia just nafikiri 2 or 3 weeks ago madaktari pale kwa mtandao wa X walikuwa wanasema vile hata hakuna gloves kwa hospitali, hakuna this, hakuna that, na CS hawezi kuzungumzia yale. Jana ameitwa bunge na anasema unajua kuna mtu sijui ako na wake wangapi, sijui anaitisha, na hawezi kutaja hospitali gani, hawezi kutaja wamefanya nini. Yes, tumeweza kudetect fraud in this ABC. Amefanya nini kuhakikisha kwamba those things hazita happen tena? Murkomen on the other side anasema Gunzo ametoroka Kenya, so anawajua. Unajua, yes. Swali ambalo umeuliza ninajibu lenyewe kwa sababu wewe unajua Kenya na viongozi wao wenye wako. Ingekuwa kwamba ni kweli hizo hospitali ambazo hadi ndio anazitaja waziri wa afya, angeyataja majina na hospitali hizo zingefungwa, kwa sababu yeye ana uwezo wa kufunga hospitali. Pasipoangalia kwamba Kenya tunapozidi kufanya mambo lazima tuangalie wafanyikazi wangapi wameajiriwa pale, wananchi wangapi wanapata huduma pale, na ukuaji wa uchumi wa maeneo kwa maana ya economic growth in a certain area inakuwa namna gani. Unajua shida ni kwamba mnachukua mwalimu mnampatia masuala ya afya, Bila kaja pia anachukua Gaucho, anampatia nafasi ya kuangazia masuala ya afya. Nafikiri Kenya samaki ameoza juu kichwani, kwa hivyo lazima sasa paka hao wengine pia waweze kuoza. Na watu wanasema samaki mmoja akioza basi wengine pia wako wagonjiani. Yale tu serikali ya sasa haikuwa imejipanga. Wewe imagine ati waziri wa usalama wa ndani anakuambia waliomvamia seneta ati wametoroka Kenya. Wamepata passport wapi ya kutoroka? Nani amewaruhusu wametorokea wapi? Unanifahamu? Nakupata. Yaani mawaziri wamekuwa tu opinion leaders, wanatoa tu maoni. In fact tunaweza kusema they are PR merchants. Ni PR tu kila kona.
ni PR, lakini unajua muda wao pia nobody knew people like Keriako Tobiko could vacate the offices, so with the time kinatuju na wafinywe with the time they realize. Alafu makosa ni kwamba mtu kama Murko Membera ni kijana mdogo, hajafika 45 ama 46. So yeye angekuwa waziri ambaye angejitambua, aseme akona nafasi ya kuweza kuishi katika taifa hili kwa zaidi ya miaka 40. Kwa hivyo angefanya mama ambayo hata na yeye wakati atakuwa haiko serikalini angefanyiwa, ingekuwa bora. Kwa nini seneta anavamiwa, alafu wewe unakuja unatuambia waliomvamia wametoroka? Ati 16 kati ya 17 na nyinyi mliwakamata watatu. Sasa hawa watatu mliwaachilia tena wakatoroka. Na ile na wale wa mafuta iliendaje? Nasikia pesa ilipotea. Milioni 500 walisema ilipotea. Na inasemekana iliambiwa tumeambiwa tupeleke kwa ofisi fulani hiyo pesa. Kwa sababu ile mafuta ilikuwa biashara ya mtu. Na huyo mtu, unajua mtu ni broad based. Na unajua you know that, you know what, biashara inakuwa ngumu. You know what, nasikia walileta kasha la mafuta hapa bandari la Mombasa, na wakasema hapana, lirudishwe kwenye limetoka. Kumbe washapa hapo mafuta. Sasa mimi kwa wakati nilikuwa nasema ati mtu alichukua ile 500 million angeregesha mafuta alitumia. Mafuta yamepampiwa kwa system ya Kenya bwana. Tunatumia. Na hata utashangaa siku moja tu after 30 years utasikia hawa watu walitumika tu na mtu mmoja. Kila mtu akapewa zake, kaambiwa wewe resign tu, nenda zako. Kubali matokeo. Wachunguzi wasemekane bana, hii kitu haikuwa ya ukweli, ilikuwa ni ukora inafanyika. Basi kama wanachukuliwa kama mawaziri. That is kind of for you. Kenya is a business hub. Government is like a business hub. Unapanga huku, unapanga kule, unaregesha hili, unapeleka kule, namna ile na biashara inaendelea. Lakini sitoshe tusije tukasema mengi tukaribu biashara za wengine bana. Tumalize na nimeona jana gavana amepiga picha na Omar, amepiga picha na Mungaro, amepiga picha na Joho, amepiga na Mvuria na Kingi. Sijui wanapanga lipi. Hayo ndio mambo ambayo napenda kuyazungumzia kwa sababu wewe ni mwanahabari kama mimi, na wewe ni mmoja wapo waliochangia kukuza kipaji changu katika safu ya wanahabari ama tasnia hii. Na by the way, unajua I'm celebrating 8 years on Vita FM. Bila shaka. Miaka 8 sasa. Ningekuja nikatekeki bana. Sikupewa mwalimu lakini ni nini wanapanga wana Mombasa? Ama wana Pwani? Waandishi wa habari husema siku zote kwamba picha ile tafsiri zaidi ya maneno 1000. Ndio. Na unaona baada ya kutoa picha ile hawakutoa tamko wala hawakuandika kwenye mtandao kwamba mkutano ule ulikuwa kufanya nini. Na sisi kama waandishi wa habari tafsiri tunazo tayari kwamba walifanya kikao ili kupunguza joto la siasa katika ukanda wa Pwani, kwa sababu katibu wa chama cha UDA Hassan Omar Sarai alikuwa mkali kupinga masuala ya kuweza kukua na zone katika kaunti ya Mombasa. Na akasema kwamba Joho hawezi kuwa naibu rais. Kumbuka awali Joho alikuwa anazungumza kuhusu kwamba yeye ndiye anafaa kuwa naibu wa rais. Na baadhi ya viongozi wengi katika ukanda huu wa Pwani, kando na kaunti ya Kwale, kando na kaunti ya Tana River na kaunti ya Lamu, Kilifi na Mombasa walikuwa wanamchangia sana pakubwa awe naibu wa rais. Kimsikia kauli zake Mama Zamzam ambaye ni kiongozi wa kina mama katika kaunti ya Mombasa, ukisikia Mishimboko, ukisikia Begzimba wa Kisauni, mbunge wa Kisauni na kadhalika, walikuwa wanasema Joho ana uwezo. Lakini Hassan Omar ambaye ni katibu wa chama cha UDA, Barayana ambaye pia ni mwandani wa UDA, Fatma Chani ambaye ni mwandani wa UDA na Salim Mvuria walikuja wakazima moto huo. Kwanza Mvuria alisema kwamba kukuwa naibu wa rais
sio wewe kujitangaza na wewe kujipigia debe, la hasha. Yule ambaye anakuwa rais ndiye anasema mimi nataka mtu fulani nifanye naye kazi. Ukishateuliwa na yule mtu, basi Wakenya watakupigia kura katika kapu moja na yule ambaye anataka kuwa rais. Kwa hivyo sio jambo la wewe kujitangaza. Na vile vile pia rais anakuja Pwani. Sasa tumkaribishe vipi rais aone kwamba utofauti wetu wa kisiasa si utofauti wetu wa kimisingi na pia kuweka maslahi yetu mbele. Tuna ule ni kuonesha kwamba sisi tuna utofauti, ni sasa tunapiga ndio, na hata kama ni broad based government sisi tuko pamoja, na ni kweli kwamba we are in the broad based government to stay. Ndio maana ukaona Joho, ukamwona Kingi, ukamwona Sarai, ukamwona Abdul Swamad na Sarai amekuwa akiwapiga nini tutasemaje punch hawa viongozi wa ODM. Tafsiri ya tatu ni kwamba sasa hivi ODM haina power. Ndio maana Oburu Oginga kiongozi cha mkile kinasema kwamba sisi tunataka power. ODM is dead. ODM is dead. Absolutely. Na hebu nikuulize swali, ni kipi kitafanya akina Joho, akina Kingi, akina Busoma kukosa kuingia katika chama cha UDA? Hamna. Katika ule mkutano pia pengine kuna majadiliano ya kuonyesha kwamba mtatusupport vipi 2027. Unanielewa? Kwa hivyo baada ya ule mkutano ipo uwezekano mkubwa wa ndani wa chama cha ODM watoka katika chama kile na waingie ndani ya UDA. Na watakapofanya vile watazima nguvu ya kina Oburu na kina Wanga, na akina Oburu na Wanga hawatakuwa na nguvu ya kusema tunataka deputy, nataka zoning, be vulnerable. And that is exactly the dream of the president, that ODM must be vulnerable for him to control everything. Because angekuwa nataka ODM strong ODM, hangefukuza hangechangia kwa wajibu wa kisiasa. Hii sasa ni siasa tunazungumza, manake yeye ndiye amekuwa kama baba wa ODM kwa sasa. So ODM haingemfukuza people like Babu Wino, people like Osopsi, people like Sifuna. So immediately they sent away Sifuna, Babu Wino, Osopsi and kadhalika. They were frustrating ODM for ODM to be weak. And when ODM is now weak, they can now even vandalize. Let me use that English. Vandalize this political party. Ndio maana unaona chairman wa party wa ODM anasema hatutakubali, tunataka kuheshimiwa. Heshima zinakwisha. Oma Bay tayari watu wa UDA wamezama na wako ndani, na huenda hata wakachukua safi ya ugavana. Sasa itakuwaje kama mwenyekiti wa chama anashindwa kwao nyumbani? na rais anajipanga, ukanda wa Pwani ashauchukua. Ukiangalia kaunti ya Kwale ameuchukua, Lamu ameuchukua. Taveta kidogo, lakini pia uwezo katika Taveta bado ni ngome ya Wiper, lakini uwezi ukajua usawishi ni pesa. Kati ya rais na Kalonzo nani ana pesa zaidi? Unaona? ODM Mombasa tayari itakuwa inakosa nguvu iwapo Joho na wandani wake watasema sisi ama ODM unakutukosea heshima, hamwezi kutuheshimu sisi, ama mimi nikitaka kukua kiongozi wa ODM hamunipei, basi eri nitoke, na Joho akitoka toka na nafasi wake, atakayepoteza ni nani? Ni William Ruto. Kwa hivyo mkutano ule ulikuwa na tafsiri nyingi zaidi ya 1000. Lakini kikuli kwamba we are one and we are supporting the president, na hii zoning is not part and parcel of our ideas. Mwisho kabisa, governor anarudi second term. Kulingana na wewe kwa maoni yako? Ni ngumu kusema ni 2 term ama ni 1 term, lakini governor alitupa mbao. Amekuconvince in this time kwamba he deserves a second term. Unajua mimi ni champion wa devolution na kaunti ya Mombasa nafikiri ni kaunti ambayo imeshinda magavana ambao wamekuepo. Na sijajua ni kwa nini. Maana nilikuwa nataka sana nifanye kikao na yeye, nimuulize kwa nini kaunti hii inaonekana kuwa ngumu kwa magavana kuweza kufanikisha maendeleo na kuchochea maendeleo katika safi ya wananchi wa kawaida. Kwa sababu gavana, jambo la kwanza ambalo alifanya sikulipenda, tunasema priority, prioritize some of the projects. Alafu pia amekuwa busy sana kwa masuala ya chama kuliko masuala mengine. Lakini kile ambacho naweza mpatia kongole nayo ni kwamba amewapa mawaziri wake nafasi ya kuendeleza kazi. Na kuna mawaziri wawili watatu ambao naweza kuwatajia kwamba wamefanya kazi, kama waziri Dan Manyala ambaye
ni wa barabara. Yeye amejaribu, ukiangalia kabros ameziweka, ukiangalia mabomba ya majitaka pia amejaribu kuyatengeza, japo maeneo mengine bado. Hata kabla mvua kubwa kunyesha kulikuwa kuna rekebishwa mataa mabomba ya majitaka kwa maana ya sewage system. Lakini ukiangalia pia waziri wa elimu amejaribu huku na pale, lakini sasa miss priority. Why should the governor have take the responsibility of a national government ya kulipia watoto karo wakati kuna maeneo mengine ambayo watoto hawana shule ya kichekechea? Unanielewa? So he focus on political things than development. Alafu ukiangalia ndio gavana ambaye ametumia pesa nyingi kwa masuala ya current expenditure kuliko development expenditure. Na sheria ya PFM Act inasema kwamba unapopanga bajeti yako 70% iwe ni recurrent expenditure, lakini 30% iwe ni development expenditure. Ameshindwa kutekeleza haya. Nafikiri haya ni lugha ambayo mwananchi kawaida bado haelewi, ndipo tunataka tuendelee kuhamasisha. Sasa lakini ni siasa, kurudi kwake na kuturudi ni siasa. Na mimi nasema yule ambaye rais atamuinua mkono ndio atarudi. Maana nilitangulia kusema in Kenya we don't cast vote, we count vote. This thing must enter the ears of the Kenyans. Kwamba sisi kupiga kura sio jambo. Jambo ni kuhesabu ile kura ambayo imepigwa. Okay, asante sana. Asante. Have a good day.